Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Shalom, shalom. Leo ni siku yetu ya 3 ya maombi, na maombi ambayo tutaenda kuyaomba siku ya leo ni maombi ya kuachilia kibali cha Mungu kwa ajili ya mwaka 2026. Maombi ya kuachilia kibali cha Mungu kwa ajili ya mwaka 2026. Na mistari ya Biblia ambayo tutasimamia siku ya leo ni kutoka katika Zaburi 5:12 ambayo inasema, kwa maana wewe Bwana utambariki mwenye haki, utamzunguka kwa kibali chako kama ngao. Na Luka 2:52 inasema, Yesu akazidi kukua katika hekima na kimo na kupata kibali mbele za Mungu na wanadamu. Mwanzo 39:21 inasema, lakini Bwana alikuwa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali mbele ya mkuu wa gereza. Na Kutoka 33:17 inasema, kwa maana akamwambia Musa, nitalifanya jambo hili ulilosema, kwa maana umepata kibali machoni pangu, nimekujua kwa jina. Amen. Siku ya leo tunaenda kumlilia Mungu kwamba aachilie kibali chake kwa ajili ya mwaka 2026. Kwa sababu sisi wanadamu, pasipokuwa na kibali cha Mungu, sisi si kitu. Pasipokuwa na uwezesho wa kimungu, pasipokuwa na uwezesho wa ufalme wa Mungu, sisi hatuwezi kufika popote. Na ndio maana kuna watu wengi sana, vitu vingi kwenye maisha yao yamekwama, lakini ni kwa sababu tu wamekosa kibali. Kwa hiyo kumbe, ukipata kibali, kibali kinarahisisha mambo. Kibali kinasababisha masharti yavunjwe kwa ajili yako. Kibali kinaweza kikasababisha uinuliwe mahali ambapo haukustahili. Ni sawasawa na ambavyo Esther, kutokana na kibali ambacho Mungu alimpa akaja kuwa malkia. Hakustahili kwa sababu ya kabila ambalo alikuwa nalo, kwa sababu ya aina ya familia ambayo alikuwa ametoka. Kwanza alikuwa ni mtu ambaye ni mtumwa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, Esther, kulingana na masharti, kulingana na hali ya nchi ilivyokuwa, hakutakiwa kuwa malkia. Lakini kibali cha Mungu kilisema kwa ajili ya Esther. Kibali cha Mungu kilisema kwa niaba ya Esther, kiasi ambacho akaonekana mahali ambapo alitakiwa akataliwe. Na siku ya leo tunaenda kumlilia Mungu wa miungu, tunaenda kumlilia Bwana wa mabwana, tunaenda kumlilia Mungu ambaye anaweza kufanya njia mahali pasipokuwa na njia. Tunaenda kumwambia kwamba Mungu, tunaomba utuletee kibali chako. Pengine kuna mahali ambapo umekataliwa, kuna mahali ambapo huonekani, kuna mahali ambapo ulitakiwa kupenya, lakini ulikosa kibali cha Mungu kwenye maisha yako, ukasababisha ukataliwe, ukasababisha ukashindwa kuonekana. Na siku ya leo tunaenda kumlilia Mungu kwamba Mungu alete kibali, kwa sababu sisi bila Mungu hatuwezi chochote. Tunahitaji mbingu iweze kutusaidia, tunahitaji mkono wake uweze kutusaidia, tunahitaji rehema yake iweze kutuvusha. lebre shendere merinda ramashi, lebre shinda ramarika ramashinda ramarinda ramashi, lebre shekenterinda ramashinda ramarinda ramashai, lebre shendere merika ramashinda ramarinda ramashi, lebre shanda ramarika ramashinda ramarinda ramai. Mungu wa majeshi, Mungu wa majeshi, tunaamini neno lako ambalo linasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Jehova, usiku wa leo tunakuita. Tunachokihitaji Bwana ni kitu kimoja. Tunachokihitaji Bwana ni kitu kimoja. Tunachotaka Bwana ni kibali chako. Tunachotaka Bwana ni neema yako. Tunachotaka Bwana ni mkono wako. Mungu Baba wa mbinguni, tunaomba Bwana kibali chako. Kibali chako Bwana kiambatane na watoto wako Jehova. Kibali chako Bwana kiambatane na watoto wako Jehova. Kuanzia sasa, Mungu wa mbinguni, ninafungua Bwana mbingu
kwa ajili ya watoto wako. Mungu Baba wa mbinguni, achilia kibali chako kuanzia saa hii. Achilia kibali chako kuanzia saa hii. Achilia kibali chako kuanzia saa hii. Achilia kibali chako kuanzia saa hii Jehova. Kibali mbele za wanadamu. Kibali mbele za wanadamu. Kibali mbele za wanadamu. Achilia kibali mbele za wanadamu Bwana. Watu ambao watawaona watoto wako Bwana, wakawape kibali, wakapate kuonekana. Wakapate kuonekana Jehova. Wakapate kuonekana Jehova. Wakapate kuonekana Jehova. Wakapate kuonekana Jehova. Mbele za watu wakapate kuonekana. Mbele za watu wakapate kuonekana. Mbele za watu wakapate kuonekana. Katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Mungu Baba wa mbinguni, umeahidi katika Mithali 3 mstari wa 4 kwamba wewe ni Mungu ambaye utatoa kibali machoni pa watu ambao wamebeba hatima, machoni pa watu ambao ni wasaidizi wa hatima. Katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai, ninaweka Bwana watoto wako mikononi mwako Jehova, ambao wanahitaji watu wa kuwasaidia, watu wa kuwavusha, watu wa kuwawezesha, watu wa kuwafariji, watu ambao watabeba mizigo yao Jehova. Ninawatamkia kibali machoni pa watu ambao wanatakiwa kufanya maamuzi juu ya maisha yao, watu ambao wanatakiwa kufanya maamuzi juu ya kazi zao, watu ambao wanatakiwa kufanya maamuzi Bwana juu ya biashara zao, watu ambao wanatakiwa kufanya maamuzi Bwana juu ya ndoa zao, watu ambao wanatakiwa kufanya maamuzi ambao wamebeba hatima zao. Ninaachilia kibali chako Bwana, na ninasimama kinyume na kila aina ya vizuizi vya kibali cha Mungu. Kila kizuizi cha kibali cha Mungu kinaondolewa. Kizuizi cha kibali cha Mungu kinaondolewa. Kizuizi cha kibali cha Mungu kinaondolewa. Kizuizi cha kibali cha Mungu kinaondolewa katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Kila kizuizi cha kichawi ambacho kinasababisha kukataliwa kinaondolewa. Kila kizuizi cha ulozi ambacho kinasababisha kukataliwa kinaondolewa. Kila kizuizi cha matamshi mabaya ambacho kinasababisha kukataliwa kinaondolewa. Kila kizuizi Bwana ambacho Bwana kinasema watoto wa Mungu hawataonekana kinaondolewa kuanzia sasa. Vizuizi vinaondolewa kwa jina la Yesu. Vizuizi vinaondolewa kwa jina la Yesu. Vizuizi vinaondolewa kwa jina la Yesu. Mungu, tunaomba kibali ambacho kinafungua milango iliyofungwa. Kuna watu ambao Bwana wanatembea katika milango ambayo imefungwa, na ni kwa sababu tu wamekosa kibali chako Bwana. Kuanzia sasa Bwana, ninatamka Bwana kibali chako Bwana kikafungua kila milango iliyofungwa, milango iliyofungwa, milango ya ndoa, milango ya biashara, milango Bwana ya kazi, milango Bwana ya afya, milango Bwana ya hatima ambayo imefungwa kutokana na kukosa kibali. Kuanzia sasa ninaiamuru ikaachilie kwa jina la Yesu. Ikaachiliwe kwa jina la Yesu. Lebreshendere merindara mashi. Lebreshekenterindara mashindara marindara mashindara marindara marindara mashi. Mungu, naweka watoto wako mikononi mwako saa hii. Ninaachilia kibali cha baraka na mafanikio. 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 Kibali cha baraka na mafanikio Jehova. Wakachanue Bwana. Wakapiga hatua Bwana, wakaone matokeo ya zile kazi ambazo wamekuwa wakizifanya. Mungu, wewe ni Mungu ambaye unafanikisha watoto wako. Wewe ni Mungu ambaye unabariki watoto wako. Kuanzia sasa Bwana, ninaachilia kibali cha baraka na mafanikio. Kibali cha baraka na mafanikio kwenye kila eneo la maisha yao. Kila maeneo ya maisha yao ambayo Bwana yaligoma kufanikiwa, kuanzia sasa ninaamuru yafanikiwe kwa jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Mungu Baba wa mbinguni, ninaachilia kibali kinachoharakisha majibu. Kuna watu Bwana, tazama,
wamekaa kwa muda mrefu mahali pamoja, na ni kwa sababu hawajajibiwa maombi yao Bwana. Ninaomba kuanzia sasa Bwana, ile kasi ambayo ulitumia kwa Daniel kwa ajili ya kuweza kuletewa majibu yake kwa haraka, kwa ajili ya kuweza kusaidiwa na malaika, kuanzia sasa Bwana, waende wakawasaidie. Kuanzia sasa waende wakalete majibu ya maombi yao. Mungu, ninaomba Bwana kibali kinachoharakisha majibu ya maombi, majibu ya vilio vyao, majibu ya huzuni zao, majibu ya aibu zao, majibu ya fedhea zao, majibu Bwana, majibu ya maombi kuhusiana na afya zao. Tazama, kuna watu ambao Bwana wamekuwa wagonjwa kwa muda mrefu, na wamekuwa wakikulilia wewe Mungu ambaye ni mponyaji, na wamekuwa wakikulilia Mungu ambaye umesema kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumeponywa. Mungu, naachilia Bwana kibali kinachoharakisha majibu, kinachoharakisha majibu Jehova, kinachoharakisha majibu ya maombi yao Bwana. Lebreshendere merindaramashi, lebreshindaramarindaramashai, librashindaramarindaramashikaramarindaramashikaramariндарamashi, lebreshendere merindaramashindaramarindaramashindaramarikaramarindaramashi, lebreshindaramarindaramashindaramarindaramarindaramarindarashi. Kuanzia sasa Bwana, ninaachilia kibali kinachobadilisha hadithi, kibali kinachobadilisha historia, kibali kinachobadilisha ya kale, kibali Bwana kinachobadilisha hadithi, kila hadithi mbaya, hadithi ya kushindwa, hadithi ya kucheleweshwa, hadithi ya kukwama, hadithi ya kutokupiga hatua, hadithi ya kusimama mahali pamoja pasipo kuona matokeo. Bwana, badilisha hadithi zao Bwana, badilisha historia zao Bwana, badilisha fedhea zao Bwana, badilisha maumivu yao Bwana, badilisha kila ambacho ni kibaya ambacho kimetokea kwenye maisha yao Bwana, kwa sababu tunakuamini wewe Mungu ambaye unaweza kubadilisha vitu. Wewe ni Mungu ambaye unaweza kubadilisha watu. Wewe ni Mungu ambaye unaweza kubadilisha historia, kama ambavyo Bwana ulimsaidia Sauli. Alikuwa muuaji, lakini ukamfanya mtoto wako, akahubiri katika mataifa mengi, akasababisha watu wakujue Mungu wa miungu. Mungu, ninaomba Bwana kibali cha kubadilisha historia. Ninaomba kibali cha kubadilisha historia. Ninaomba kibali cha kubadilisha historia katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Ninaomba Bwana kwa ajili ya kibali cha ulinzi na uhifadhi, kibali cha ulinzi na uhifadhi, kama ulivyoahidi katika Zaburi 91 mstari wa 1 na wa 2. Mungu, tunaomba Bwana kibali cha ulinzi, ulinzi dhidi ya kila mashambulizi, ulinzi dhidi ya kila mamlaka za giza, ulinzi dhidi ya kila program za shetani kwa ajili ya mwaka 2026, ulinzi kinyume na kila kalenda ya shetani kwa ajili ya mwaka 2026, ulinzi dhidi ya kila ajali, ulinzi dhidi ya kila vifo, ulinzi dhidi ya kila magonjwa. Lebreshendere merindaramashi, lebreshendere merindaramashindaramarindaramarindarashi. Mungu, ninaomba Bwana kwa ajili ya kibali kinachorejesha heshima. Tazama, kuna watu kutokana na maumivu ya maisha, tazama, kuna watu kutokana na maumivu ya maisha wakapoteza heshima zao, wakapoteza hadhi zao, wakapoteza heshima ya kusudi lao, wakapoteza heshima za hatima zao. Jehova Mungu, ninaomba Bwana kwa ajili ya kibali kinachorejesha heshima, kibali kinachorejesha heshima, kibali kinachorejesha heshima, kibali kinachorejesha heshima. Mungu Baba wa mbinguni, ninasimama Bwana kama mtumishi wako kwa ajili ya watoto ambao Bwana wamekuwa wakiomba kibali kwa ajili ya ndoa na mahusiano, kibali kwa ajili ya ndoa na mahusiano, kibali kwa ajili ya ndoa na mahusiano. Mungu Baba wa mbinguni, naomba ukawakumbuke.
Ninaomba Mungu ukawakumbuke. Ninaomba Mungu ukawakumbuke kwa kibali chako. Wale vijana ambao wamekaa muda mrefu wakikusubiria wewe ukawakumbuke. Wale wanandoa ambao wamekosa kibali ukawakumbuke. Wale wanandoa ambao wanapitia magumu ukawakumbuke. Wale wanandoa ambao wapo katika mikakati ya kuachana ukawakumbuke. Wale wanandoa ambao sasa hivi wanadharauliana ukawakumbuke. Na hata wale vijana ambao Bwana wamekataliwa sana kwenye mahusiano kutokana na roho za kukataliwa, kutokana na roho za kucheleweshwa, kutokana na roho za kukwama kwenye mahusiano. Mungu, ninaomba ukawape kibali chako. Ninaomba kibali chako kikaseme juu yao. Ninaomba kibali chako kikaseme juu yao katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Ninaombea Bwana kibali cha ushindi dhidi ya adui. Tazama, kuna watu ambao wamezungukwa na maadui. Mungu ambaye unapigania watoto wako na kuwaletea ushindi, ninaomba Bwana ukawapiganie, ukawape Bwana ushindi dhidi ya maadui zao, ukawape ushindi dhidi ya maadui zao, ukawape ushindi dhidi ya maadui zao katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Ninaomba Bwana kwa ajili ya kibali cha nuru na mwelekeo wa maisha. Tazama, kuna watu ambao Bwana wako mahali hapa hawajui ni nini ambacho kitaendelea baada ya saa hii. Hawajui ni nini hatima zao zimebeba. Hawajui ni wapi ambapo wanatakiwa kuelekea. Wewe ni Mungu ambaye unasababisha nuru mahali ambapo pana giza, mahali ambapo pana sintofahamu, mahali ambapo hapana mwelekeo, mahali ambapo Bwana hapaeleweki. Wewe ni Mungu ambaye unaweza ukatengeneza upya. Ninaomba Bwana kibali chako kikatengeneze upya, kibali chako kikatengeneze upya, kibali chako kikatengeneze upya, kikalete nuru, kikalete mwelekeo wa maisha yao Bwana, mwelekeo wa maisha yao kwenye hatima, mwelekeo wa maisha yao kwenye kazi, mwelekeo wa maisha yao kwenye eneo la ndoa, mwelekeo wa maisha yao Bwana kwenye kusudi ambalo wamelibeba. Lebreshindaramashik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 aram
mashi. Lebreshekenterinda ramashinda ramarinda 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 ramashai. Oria kantarinda ramarinda ramashinda ramarinda ramarinda ramashi. Lebreshende remerika ramashinda ramarika ramarinda ramashika ramarinda ramashai. Lebreshende remerika ramarinda ramashinda ramarika ramashinda ramarinda ramashai. Labrasha kantarinda ramashi. Lebreshinda ramarinda ramarika ramashi. Lebreshende remerika ramashinda ramarinda ramashi. Fuatisha maneno haya. Tunaenda kufanya ukiri wa neno wa Mungu, na tunamwamini Mungu kwamba ataenda kufanya jambo jipya kwenye maisha yenu. Mungu ataenda kuwapatia kibali. Embu kiri na fuatisha haya maneno ambayo naenda kuyasema saa hii. Sema, ninakiri milango iliyokuwa imefungwa imefunguliwa kwa ajili yangu, na hakuna mtu wala nguvu itakayofunga kile Mungu amekusudia mwaka huu. Ninakiri napata kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Ninakubaliwa, ninapendwa, ninainuliwa kwa sababu ya neema ya Mungu iko juu yangu. Ninakiri kibali cha Mungu kinaniharakisha, kinanibadilisha hadithi yangu, kinaniondoa nyuma na kuniweka mbele. Nilipokuwa nikisubiri, sasa ninaingia kwa wepesi. Ninakiri kazi ya mikono yangu imethibitishwa, biashara yangu imethibitishwa, ajira yangu imethibitishwa, huduma yangu imethibitishwa na imepakwa mafuta ya kibali cha Mungu. Ninakiri hakuna kucheleweshwa, hakuna kukataliwa, hakuna kufungwa tena. Mwaka huu 2026 kila kipingamizi kimeanguka, kila mlima umekuwa tambalale mbele yangu.
Ninakiri ninatofautishwa na uwepo wa Mungu, ninalindwa na kibali chake, ninaongozwa na hekima yake. Ninakiri kwa ujasiri kwamba mwaka 2026 ni mwaka wa neema, ni mwaka wa heshima, ni mwaka wa mafanikio, ni mwaka wa ushuhuda mwingi. Katika jina la Yesu Kristo, nimekubaliwa, nimechaguliwa na nimebarikiwa. Amen. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia maombi haya, na usisahau kushare na watu wengine. Tazama kwamba maombi haya bado yanaendelea. Tunaendelea na maombi haya mpaka tarehe 30, na ninajua kabisa baada ya haya maombi kuna kitu kipya ambacho kitazaliwa. Kuna ushuhuda ambao utaonekana, kuna neema ya Mungu ambayo itaonekana kwenye maisha yako. Usiache kuomba, na hata kama unapitia changamoto yoyote, jua kwamba Mungu bado yupo pamoja na wewe. Mungu ataenda kukuvusha, Mungu ataenda kukusaidia, na Mungu atakuletea ushuhuda. Shalom, shalom.